Jina ni Fatma Juma. Leo nipo na shabiki na mwanachama kindakindaki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu ni Mzee Kamwe, baba mzazi wa Ali Shabani Kamwe. Mzee Kamwe, habari yako? Salama, hujambo? Jambo, shikamoo. Marhaba, kwema? Kwema, uko poa kabisa? Niko poa. Na furaha juu. Nifanyeje sasa? Furaha ipo tu. Timu ndo kama hivyo unavyoiona? Tulishakata tamaa mapema. Kwa hiyo hata kinachotokea sasa hivi hakituumizi kichwa. Upande wa mwanao mambo yamekuwa magumu. Calculator kama inakuja, kama inakasa. Unaiona wapi Young Africans? Unaweza kutoboa kwenye hili kundi ili waweze kufika robo finali. Aliyekuwa na mechi moja mkononi huku akisubiri kule Misri Al Ahly afanye yake dhidi ya AS FAR Rabat ili wao waweze kupata nafasi ya kuingia robo finali endapo watashinda hata 2-2. Kwanza hakuna mechi za kimataifa bila Simba. Hakuna mechi za kimataifa bila Simba. Simba inapotetereka ni nchi inatetereka. Nchi nzima. Ni nchi nzima inatetereka. Na tumeni wenyewe mmeona. Haiwezekani Simba ikawa imepata pointi 5 alafu calculator zizime. Haijawahi kutokea. Simba inapohesabu pointi 5 kwenda juu, calculator inazidi kuongeza mahesabu. Lakini shangaa wenzetu wamepata pointi 5 lakini tayari calculator imekuwa mbovu. Yaani inajizungusha hata ijulikani inatoa maandishi gani. Inategemea uwezo wa Mungu kupona. Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba hakuna mechi za kimataifa bila Simba. Ila kuna mechi za ligi bila Yanga. Bila Simba. Kwenye mechi za ligi wenzetu tuwape kongole. Wanajua mipango ya hizo mechi za ligi inayowafanya wapate matokeo. Lakini mipango mingi mbele giza. Na ambalo giza sasa ndio hili. Kwenye Tanzania mnajiita ni mabingwa wa kihistoria, mnajiita mnaufahamu mpira kuliko timu nyingine yoyote. Kila timu inayokuja inapewa 90% ya kufungwa, na ni kweli inafungwa. Timu inazokutana nazo uwanjani zingine zinafanya jogging kabisa, tunaiona, lakini hakuna anayechunguza kwamba ni kwa nini wanashinda. Lakini sasa ikifika kule ambako hakuna sogea nipite, ndipo shughuli inaanzia hapo. Ndio shughuli? Ndipo shughuli inapoanzia hapo. Wewe chukua mfano wa karibu. Timu iliyoifunga Mashujaa bora goli 6 ndio timu calculator inazima. Mashujaa wamecheza na Simba, Mashujaa inayojulikana, inayofahamika. Lakini Mashujaa ya Yanga ni Mashujaa waliobeba tu mwenge usiotumia nguvu. Sio Mashujaa walioshika bunduki. Unaamini kwamba safari ya Young Africans ndio imeishia pale? Siwezi kusema imeishia pale. Manake pia wao wana Mungu. Mungu yupo. Na sasa hivi wanaongea kwa confidence, lakini wanategemea miujiza ya Mungu. Mtu anaomba mwanaume mwenzake afumaniwe ili yeye ndo apate nafasi, ni kitu ambacho hakiwezekani. Ilitakiwa ile nafasi waijenge tangu pale walipoziona pointi 5 hizi hapa. Ilitakiwa zilinde kuanzia pale. Lakini kifupi ni kwamba wameshindwa. Wamefeli wapi Young Africans? Ni wapi ambapo wameanza kufeli? Kwa sababu mechi zinaanza, matumaini yalikuwepo ya wao kwenda robo finali. Mechi ya kwanza waliondoka na alama 3, mechi ya pili wakadraw ugenini dhidi ya JS Kabylie. Mara pap mambo yapaenda ndivyo sivyo. Walifeli wapi sana? Maneno mengi. Kamdomo kamwaponza. Maneno ni mengi, vitendo hakuna. Simba tumefeli, lakini tumefeli kikweli. Hatujafeli kiutani. Lakini wenzetu wanafeli kiutani. Yaani utani ni hilo, namtongoza mtoto wa kike huko unamchekesha, twende, umempa kapipi amekula, dakika ya mwisho chipsi yeye amekula, dakika ya mwisho kaingia chumbani. Hasa ndo wale bwana wamepelekwa na chipsi, juisi, viwaini vipesi, wameingia kingi, wameliwa. Wameliwa. Tumuombe Mungu tu. Ni jambo la kumwomba Mungu. Ni jambo la kuomba Mungu. Maana mtu kashaingizwa ndani, kashafungiwa mlango. Sawa, sasa anapiga kelele, labda kuna atakao msaidie ili asibakwe.
Kwa hiyo ndicho kilichobakia sasa hivi. Zidi ya CR Belouizdad pia maneno yalikuwa ni mengi, watu waliwakatia tamaa wakisema kwamba hawezi kutoka na magoli 4 bila zidi ya CR Belouizdad, lakini mwisho wa siku tukaona Young Africans wale wakaingia robo finali. Unajua mtu anaposemea ile mechi anatakiwa maanishe ile mechi ilikuwa ni wao kama wao washinde zile goli ili wafuzu. Hii iko mara mbili, wao washinde, wale wafungwe tena, wale wafungwe. Hawa wakitoka draw hawapo, wakifunga kabisa hawapo, lakini draw nani kufungwa kwao ndio itakuwa faida ya Yanga. Sasa hiyo huwezi kufananisha na ile iliyopita. Kama wanaenda wana ile tabia zao za tokae mezani tuongee, wakaongea na hali. Unaona fahari gani endapo watani wapo mbioni na wao kurudi kama nyie mlivyorudi? Nisipepese macho. Sio ni fahari yoyote. Kwani? Sio ni fahari yoyote. Bali naona kama ni anguko kidogo la mpira wa Tanzania. Hili ni anguko la mpira wa Tanzania kwa sasa hivi. Tunataka tuongee utani, alafu kutoka kwenye utani twende kwenye uhalisia. Anguko la mpira wa Tanzania limeanza kuonekana. Kwa nini linaanza kuonekana anguko la mpira la ligi ya Tanzania? Sababu ya kudharau vitu vidogo vidogo vilivyokuwa vikifanyika, ambao sasa hivi matokeo yake yanaanza kuonekana. Kama Simba tayari imeshatoka tangu mwanzo na Young Africans endapo akitoka, unaona nani ambaye atakuwa na cha kujitetea zaidi kuliko mwenzake? Naona kujitetea ni Simba. Kwa nini Simba? Maana sisi mpaka tunakwenda tulikuwa tujulikani tuko wa kike ama wa kiume. Mpaka mnakwenda? Tunakwenda tulikuwa tujulikane kwamba ni wa kike au ni wa kiume. Lakini wenzetu wamekwenda wakiwa ni wa kiume. Sasa tuwaulize, kama alifumaniwa na ikaambiwa kwamba mtu achague moja, kuuawa au kufanyiwa, yuko hai, unategemea akafanywa nini? Sikakubali matokeo? Kubali matokeo. Basi wenzetu ndio watakuwa wameshakubali matokeo kwa njia hiyo. Endapo Young Africans atafuzu kwenda robo finali kama calculator zikitiki sasa, unaona ni taswira gani italeta kwa wekundu wa Msimbazi ambao mlikuwa kufika finali mara kadhaa na kufika robo finali mbele ikafika hatua mkawa mnaitwa mwaka robo? Young Africans anafuzu, anaingia robo finali, anawapita point katika renki za kimataifa ambao nyewe mlikuwa namba 5, wao wanakuwa juu yenu. Utaichukia? Unajua kwenye marathoni sio kila siku unachukua medali ya dhahabu, na sio kila siku utakuwa mshindi wa pili. Lazima kuna siku nyonge itakushika njiani kwenye maisha yako yote ya mchezo. Kuna siku nyonge itakushika njiani, utaanguka, utapata huduma ya kwanza, watapita wengine, utakwenda kushinda. Kwa hiyo kama watapita hiyo mechi ya kesho kutwa, watafanikiwa kufuzu, hiyo ni faida kwao. Na swala la kutupita, mimi sioni kama ni issue. Sababu tuliamua kutembea, wenzetu wakaamua kukimbia, nani angepita? So kutembea angepita. Basi wakisonga wasonge, tunawaombea waende wakalinde nafasi yetu, tupate nafasi zile 4. Yaani sio kusonga tu kufika robo. Hata wakifika finali, tuko kwenye mbio za ushindani. Kila mtu ashinde mechi zake, kila mtu atafute mafanikio yake. Hii tabia kumwombea mwenzako njaa kila siku alafu apate njaa, hizo ni tabia za kiutumwa. Utani tunauweka kama kawaida yetu, lakini ikifika kwenye mafanikio, anayefanikiwa acha aende, sio mkose wote. Haitakiwi ndani ya nyumba wote mwe maskini, hapana. Anayepata acha asonge, na wewe jitahidi uliweze kumpita, basi ndio hivyo tu. Unalipi la kuambia mashabiki wa klabu ya Young Africans kuelekea mechi ya Jumamosi ambayo wanauhitaji nayo pamoja na mwanao msemaji wa klabu ya Young Africans? Na tupenda kuambia wanaopita njia msalaba wapite, waendelee kuomba kwenye njia msalaba. Wanaoamini kwenye njia ya Qur'ani, kuanzia leo hii usiku waanze kufungua juzuama zile wazisome, ziishe, wafungue msahafu wasome ziishe, kwa ajili ya kupindua matokeo yaweze kusonga mbele. Lakini kinyume na hapo, wakikataa njia msalaba, wakikataa na njia ya kusoma Qur'ani kwa nguvu zote ili kutafuta hiyo nafasi, wasitegemee. Ila nawaomba wawe watulivu, wasishindwe wakaanza kutafutana uchawi.
kitendo cha kutafutana uchawi ndicho kinatufikisha sisi mahali tulipo. Haitakiwa tafutane uchawi na kuharibu karia ya timu yao walioijenga mpaka sasa hivi. Simba tatizo liko wapi ndani ya wekundu wa Msimbazi? Kuna ambao wanalalamika na kutasa Mangungu ambayo tunaona ilitokea baada ya mechi ya Simba zidi Express de Tunis kuisha, wengine wakamfuata wakamvuta na mashati. Au Mo Dewji, kuna wengine ambao walimfuata mwenyekiti huu Mo Dewji pale wakaitisha na kikao kusema kwamba tatizo la wekundu wa Msimbazi lipo kwa mwekezaji. Kuhusu Simba sasa hivi inatakiwa tuwape pumzi. Tumeshawasema sana. Wamegoma kusikia. Sasa kwa kuwa wamegoma kusikia, tuwape pumzi. Wajipange, labda wana njia mpya za kujipanga. Lakini kuhusu swali lako lililoniuliza kwamba kati ya Mangungu na Dewji nani mwenye matatizo? Sasa hivi wote wana matatizo. Wote wana matatizo. Lakini mimi ambaye niko 51% nalia na mwenyekiti wangu. Hataki kutoka kutuambia kwamba kwenye Simba kuna matatizo gani. Sasa kwa kuwa hataki kutoka kutuambia kwamba kwenye Simba kuna matatizo gani, tuache wapambane na maisha yao. Na hata jana wa Medial juzi, sijui ni jana asubuhi, Medial ametuambia jamani wana Simba, tufike mahali sasa tuipumzishe timu, tuiache ifanye kazi, ijipange, sababu kila siku ni wao, mwisho wa siku tunazidi kumpigia mbwa miruzi mingi, alafu atakuja kukimbia. Mimi kwa ni mmoja wapo kusema sasa nataka nipumzike, niache Simba ijipange. Naomba sasa hivi nikiulizwa niulizwe mipango ya maendeleo ya Simba. Migogoro sasa hebu tuiache kidogo, tuache. Mna mipango gani wana Simba? Tumesajili, kwa mfano kama tumesajili wachezaji wenye maana, unaona usajili unakubaliana nao. Wachezaji waliocheza kipindi cha pili ndio wachezaji wanaweza kutufikisha nchi ya hadi. Hiyo ni moja. Lakini kwa kuwa tuongee lugha moja, hatujui hatima ya mwisho ni nini. Ndio maana nikasema hebu tuwaache sasa waongee lugha moja na wao, labda maisha yatakuwa bora. Usajili wa Gueye pamoja na Oura kwa upande wako umechukuliaje? Maana ndio wachezaji ambao wanaongelewa sana kwamba kuna namna wanaonekana kama kuwasha moto. Unajua Simba hajui kusajili mchezaji mbovu hata siku moja, ile wanakuja kuharibikia Simba. Kwa hata wachezaji Gueye na Oura ni wachezaji wazuri, lakini lazima tuwape muda kwa sababu hatujui hatima ya kesho itakuwa vipi. Tutakapo kuona kuanzia mechi 5 kwenda mbele wanaendelea wao kwenye mfumo ule, tutajua basi tiba iliyokuwa inaisumbua Simba imeshapatikana. Tarehe 1 mwezi wa 3, unajua kuna nini mzee Kamwe? Ni dabi. Tuache matokeo yataamua. Lakini si unaiona? Nasema tuache matokeo yataamua. Lakini bado sijaiona Simba ya kuweza kuifunga Yanga. Imani una bado? Imani sina. Lakini kwa kuwa mipira ya Simba na Yanga itabiriki, lolote linaweza likatokea, lakini tuache muda utaongea. Unaona kabisa Mtana ikienda kuwafunga mara 7 mfululizo. Unajua Mtana ametuzidi nje ndani. Nje ndani? Katuzidi nje ya uwanja na akiingia ndani anakuwa ameshamaliza kazi. Mtu ifafanue vizuri hiyo nje na ndani, kwamba upande wa mashabiki mipango ya nje imekuwa ni bora, wakija ndani wanamalizia. Kwa hiyo nielewe kwamba kila timu duniani ina mipango ya nje na ndani. Kwa hiyo mipango ya nje imekuwa ni bora, kwa wakija ndani wanamalizia. Ya nje ndio ipi mzee Kamwe? Ni mipango kuandaa timu. Wamekuwa bora kuandaa timu yao. Wachezaji. Wamekuwa bora kuandaa timu yao. Kwamba ni wachezaji wenye quality kuliko wa kwenu. Wamekuwa bora kuandaa timu yao nje ya uwanja. Ikifika sasa ndani ya uwanja mambo yao wanamalizia. Sasa ukitaka kusema hiyo mipango ikoje, wanataka kuniweka shimoni bila sababu. Sijajua, nataka nifahamu tu hiyo mipango ya nje ya uwanja ni hii pia ambayo wana Simba wanazidiwa. Wanaandaa timu yao kuliko Simba wanavyoandaa timu yao. Wana kamati nyingi za kuandaa Simba timu yao ya Yanga kuliko Simba. Kamati za Simba zimekuwa ni dhaifu kuliko kamati za Yanga. Kuna akina Okelo, akina Depu wameingia dirisha dogo hili la usajili. Kwa michezo ya Tanzania watawasaidia. Lakini kwa michezo ya kimataifa hamna kitu. Kwa nini? Umeona mwenyewe.
Mimi sijaona. Basi kwa michezo ya kimataifa hakuna kitu. Kwa nini? Lakini kwa ligi ya Tanzania watawasaidia sana. Michezo ya kimataifa ina nini? Michezo ya kimataifa haina mwenyewe. Lakini michezo ya ligi na mwenyewe. Tukiingia uwanjani bwana, nyinyi fanyeni jogging, sisi tucheze mpira. Basi. Maelekezo. Inakuepuki kumbe. Nisiseme sana lakini mimi kamati za ufundi zinafanya kazi. Kwa hata nyie zile 5 bila maelekezo mzee kama. Ni maelekezo. Yale ilikuwa ni maelekezo. Kwa nyie mnakuwa mnafanya jogging, wazao wanacheza mpira. Mpira, ile ni maelekezo. Baba mzee kama. Na bado maelekezo yanaendelea mpaka leo. Labda yaishe kuanzia mechi ya 21. Kwa maelekezo wanapewa kina nani mzee kama? Bwana tuweka njia panda. Na naomba ubakie njia panda hivyo. Kama hujapata D2 huwezi kuelewa. Lakini kama una D2 utaelewa, alafu ujue nini kinachoendelea. Kwa tarehe 1 mwezi wa 3 maelekezo yataendelea. Labda yawe ndio mwisho, lakini kama sio mwisho basi maelekezo yataendelea. Mzee kama. Nakwambia kweli. Kesho Simba itacheza dhidi ya KMC pale KMC majira saa 1 kamili. Utakuwa ni mchezo wa namna gani kwa wekundu wa Msimbazi kuja kusaka ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara 2025-2026, huku msemaji akishasema kwamba nguvu kubwa tuelekeze kwenye ligi kuu. Kama timu ya Simba itakuwa nilikuwa kipindi cha pili kule Angola, matumaini ni makubwa sana. Lakini kama timu ya Simba itakuwa na kipindi cha kwanza kule Angola, tusitegemee matumaini. Bado tunaweza tukapambana na draw tena. Draw tena. Ndio KMC. Nakwambia. Yule KMC ni mbovu kwa timu zote, lakini anapofika kwenye Simba akubali. Alitaka kututoa macho Arusha. Kwa hiyo namjua alivyo. Kuna hizi tetesi zinasema kwamba Kibu Denis mechi yake kesho ndio itakuwa mechi yake ya mwisho akiwa na jezi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tayari kashasajiliwa katika timu kutoka Libya. Endapo Kibu Denis ataondoka, itakuwa ni pengo kwa namna gani kwa wekundu wa Msimbazi kwa nafasi aliyokuwa anaicheza? Kibu ataacha pengo. Japo alikuwa ameshuka kiwango, lakini kushuka kwake kiwango kwa muda kusababisha kusema Kibu hawezi kuacha pengo. Lakini kwa kuwa tayari Simba tumekuwa na sera ya kuuza mchezaji yoyote anayehitajika, lazima tupambane na hali yetu. Lakini tukisema kwamba Kibu hata tuachia pengo itakuwa ni sikumtendea haki yule kijana. Japo hatumdai, ameshaitendea Simba kwa kiasi chake alichofikia. Lakini tukiambiwa kwamba hakuna pengo kwa Kibu, hapana, pengo la Kibu lipo. Usamkumbuka kwa lipo Kibu Denis, Prosper, mkandaji. Alivyokuwa na uwezo kunyanyasa Yanga. Kibu ndo alikuwa pekee kwa miaka ya karibuni, alikuwa na uwezo kunyanyasa Yanga. Ndio alikuwa mbabe wa Yanga. Yaani alikuwa sio mbabe, ana uwezo wa kunyanyasa Yanga. Kwa kipindi hichi cha miaka karibuni ambayo tumeyumba. Hata mara 6 mfululizo mlofungwa. Hapana. Hata kabla mara 6 mfululizo kuna baadhi ya mechi ameweza kutupatia magoli muhimu kwa ajili ya kupitia Yanga. 2-1. Mkandaji. Ile kutoka kwa Alikamwe mwenyewe. Hiyo. Shukrani sana mzee. Nashukuru sana.